Kwa sababu Hajiri ana tathmini ya vitu ambavyo vinaonekana. Wakati Sara anataka mtoto, alifeli kumpata mwalimu. Lakini usisahau Biblia isemi kwamba Biblia inasema kwamba kile ambacho kinaonekana hakifanywa kwa kitu ambacho ni dhahiri. Kwa hiyo kitu kuto kufanyika haina maana cha kufanya kifanyike hakipo. Narudia hii sentence. Yaani kitu kuonekana hakipo haina maana kinachotakiwa kufanya hicho kitu kifanyike hakipo. Ni wewe kupata namna ambayo mbingu itafanya kifanyike. Sasa nikamwambia mtu ambaye atamkuta Hajiri ameshafanikiwa, amepata mtoto kwa Ibrahim, ambaye Sara amekosa huyo mtoto kwa Ibrahim, akimwangalia Hajiri kwa majibu ya mwilini faster, anasema Hajiri ana wingi, kwa sababu tayari Hajiri ameshafanikiwa kwenye hicho kitu. Sasa katika roho kuna kitu ambacho mimi wanaita wingi na wingi. Tathmini ya Hajiri kwenye wingi amewini, lakini tathmini ya Hajiri kwenye roho amefeli. Na ndio maana katika roho Hajiri kwa uzao akanyimwa urithi pamoja, ambao ni mamlaka kwa uzao, lakini wingi akaachiwa. Na ukumbuke wingi hausababishi kushinda, ila wingi ndio linaleta ushindi. Sio kwa mtu ambaye amekosa kila kitu mwilini, ana fursa kubwa sana ya kupata kila kitu mwilini. Na katika eneo ambalo mtu anatakiwa awe makini ni eneo ambalo haoni kama vitu vinatembea. Yaani ukiwa kwenye eneo ambalo hauoni vitu vyako kama vinaenda, yaani hauoni muendelezo wa kitu chochote. Ukiangalia biashara ni kama zimesimama, ukiangalia mifumo ya uchumi ni kama imesimama, yaani hauoni kama kuna kitu au kuna mchakato unaendelea. Ukikuta kuna hiyo hali, mimi nataka nikushtue. Maji yanayouaga ni maji ambayo yametulia, sio yanayotembea. Yanayotembea kaenda kutupata kwenye miti kule wakanasa wakatoka sana. Ila yale yaliyotulia yale ndio yanaenda mbali sana. That's why roho Mungu ikachagua kutulia mahali chini. Kwa sababu eneo ambalo unaona hakuna kitu ndio kuna vitu vingi sana. Niliwaambia juzi, nafikiri Ijumaa, nikawapa ile kodi, nikawaambia watu wanapokuwa wanachambua mambo ya kiroho, wakiambiwa mambo ya kiroho, neno tu kuanza roho, yani kwamba roho maana yake tayari umeshahama kwenye ulimwengu wa mwili. Sasa kama umeshahama kwenye ulimwengu wa mwili, hatuna mtazamo ya kwamba utatuelezea chochote cha mwili. Na ndio maana kitu pekee ambacho mimi nakikataa ni kunipa tumaini eneo unalotakiwa kuelewa. Na ndio maana wanajitahidi kukufundisha mafundisho mazito eneo ambalo wao unahitaji kufariji. Kwa sababu kinachowaua wengi, mimi wanakiita rote, kuna mahali nakuja nikufundisha siku ile ya Biblia. Kinachowaua wengi ni kutaka pumziko. Na katika roho kuna pumziko. That's why hata ukilala roho yako inasafiri. Hatari ya wengi ni pale wanapotaka kutulia. Yaani hatari ya wengi kwa pale wanapotaka kutulia. Sasa unapoona vitu haviendi, usifikiri vitu haviko. Yaani kila mtu anapoona vitu haviendi, unajua kuna vitu vipo roho. Changamoto ni kujua namna gani ulimwengu wa roho sasa hivi unatambulika kwa jinsi ilivyo, kwamba mambo yanatakiwa kuchakatwa ili yatokee.